Jifunza neno la Mungu ili tuipate kuyajua yaliyo mapenzi ya Mungu katika maisha yetu. Amen. Nakumbuka Jumapili jioni tulipata kutazamia kazi moja ama jukumu moja la mtendakazi, kwamba kila mmoja anapaswa kujua kwamba amewekwa hapa ili apate kuleta mavuno. Lakini nikasema kwamba mtendakazi anayetenda kazi ya Mungu kwa mkono mlegevu, huyo ni mtu mwenye hasara katika mbingu. Ikiwa wewe ni mtumishi unamtumikia Mungu kwa mkono mlegevu, maana yake katika mbingu wewe ni mtu wa hasara, unaingiza hasara katika mbingu. Sasa unaweza kwenye kale kananika kwanza juu ukapunguze kidogo kwenye mic yangu. Nikasema kwamba ikiwa tumeitwa na Mungu tumtumikie mahali husika, eneo husika, na ukamtumikia Mungu kwa mazoea au kwa mkono mlegevu, kwa ulegevu, maana yake katika mbingu wewe ni mtu wa hasara. Maana yake Mungu wako anakuwa amepata hasara. Lakini ikiwa tukiifanya kazi hii kama watendakazi kwa bidii, kwa mkono wa bidii, kwa jitihada, maana yake katika mbingu tunakuwa ni watu wenye faida, ni watu ambao tunazalisha vitu, tunaongezeka kiwango hadi kiwango. Na kadiri unayoifanya kazi ya Mungu kwa bidii, ndivyo kadiri unavyobarikiwa na kuongezeka kutoka hatua moja kwenda hatua nyingine. Lakini utakapoifanya kazi ya Mungu kwa mkono mlegevu, ujue kwamba mahali hapo usitegemee kupata baraka wala kuinuka wala kuinuliwa. Bwana Yesu asifiwe. Niombe turudie kusoma Mathayo tulipoishia. Mathayo 9:37. Na nikasoma wakati unafungua Biblia, Mathayo 9:37 mpaka 38. Na nikasema mtendakazi usipoifanya kazi ya Mungu unayemtumikia kwa bidii, maanake iko kazi ambayo ni ya kipepo utaifanya. Ukikwepa kazi ya Mungu, maana yake utafanikisha kazi ya Ibilisi. Lakini ukikwepa kazi ya Ibilisi, maana yake utaifanya kazi ya Mungu. Kwa ikiwa Mungu ametukusanya kutoka pande
tuwajibike kwa bidii na tuifanye kazi kwa bidii. Bwana Yesu asifiwe. Nikasema kanisa limejisahau, ndio maana limevamiwa na wapelelezi wa kuzimu. Kanisa la leo limevamiwa na maagenti. Kwa sababu gani? Ndani ya kanisa watendakazi tuliomo tumejisahau, tumelala. Tukizani tumesimama, kumbe tumekwisha kuanguka. Tukizani tuko stable, kumbe tumekwisha kulegea. Sasa adui anamleta mtu kwa macho ya damu na nyama, tunamwona huyu ni mtendakazi katika ufalme wa Mungu, lakini kumbe ni mtendakazi katika ufalme wa kipepo. Mtaabudu naye, mtaimba naye, mtafanya vitu vyote, lakini kumbe katikati ya watendakazi wa Mungu yuko pia mtendakazi wa kuzimu. Kila huduma, kila kanisa, shetani anakwisha kumwaga watendakazi wa kipepo ndani ya makanisa. Lengo ni kudhoofisha hawa watendakazi wa Mungu wasifanye majukumu yao kwa ufanisi na kwa jitihada na kwa bidii, ili kazi ya Mungu ilegee. Ndio maana huduma ya leo imekufa, inafanana kama mfu, na hata uwepo wa Mungu mpaka unuse sana, yaani upande pua usikilizie kama kuna uwepo, hakuna uwepo, ndio utasikia kama kuna harufu ka uwepo. Lakini usipobana kapua, unasikia ibada ya leo ilikuwa choka mbaya. Ibada ya leo kulikuwa haina mvuto kabisa. Nini? Shetani amekuja kumwaga watendakazi wa kipepo, kudhoofisha watendakazi wa kiroho ambao wanaifanya kazi ya Mungu, lengo na dhumuni wasiweze kukamilisha yaliyo mapenzi ya nani? Somo langu nasema majukumu ya watendakazi. Tukitaka huduma ikowe, ni lazima kila mmoja atambue nafasi yake, atambue wajibu wake ndani ya kanisa la Mungu, atambue kwa nini